Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nimewaletea ujumbe mzuri wa Yesu Kristo. Ndugu, mnaoisikia sauti hii na ujumbe huu katika asubuhi hii ya leo, nimemleta Yesu mioyoni mwenu. Nimemleta Yesu maishani mwenu. Nimemleta Yesu ayatengeneze maisha yenu, arudishe mahusiano yenu na Mungu katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii nimekuja na somo la kusema. Kichwa cha somo kinasema, ole wao wale waendao katika njia ile ya Kaini. Sababu ya kusema, ya kuleta kichwa hicho cha Kaini, ninajua katika ulimwengu huu wa nyakati za mwisho wapo watu wanaojichanganya na maisha yao na kumwacha Mungu na kumkataa Yesu na kumkataa Mungu aliye hai. Leo nimekwambia, leo katika asubuhi ya leo, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndugu zangu, hizi ni nyakati za mbaya, hizi ni nyakati za hatari. Wewe unaotenda mabaya, unaotenda dhambi, utakuwa wapi? Utakuwa wapi ikiwa unafanya mambo yasiyompendeza Mungu? Ndugu, matendo yako hayo unayoyafanya ni ya kukupeleka jehanamu, na matendo hayo unayoyafanya yatakufanya uingie katika mazingira mabaya ambayo hayatokuwa ndani yake, hayatokuwa na mahusiano ya Mungu. Na ndugu, ukishatoka katika mahusiano yako na Mungu, ndugu, kinachofuata ni hasara, ni taabu ndani ya maisha yako. Ndugu, unaoisikia sauti hii, unaosikia ujumbe huu, Bwana Yesu anakupenda. Anatamani kuona ukibadili njia yako, ukibadili matendo yako, ukibadili mawazo yako na mwenendo yako na matendo yako, na kuweza kumwelekea Mungu, na kuweza kumkubali Mungu, na kuweza kumwabudu Mungu. Ndugu mpendwa, unatembea katika dhambi, unatembea katika maisha ya machukizo na ya laana, ndugu, kimbia, toka huko katika maisha ya dhambi, toka huko katika maisha ya tabu. Maisha hayo ya tabu ni ya kukupeleka jehanamu, ni ya kukupeleka katika upotevu. Upotevu huo utakugharimu kuweza kuingia katika jehanamu ya moto. Ndugu, na kutahadharisha na kuonyesha na kupa mtazamo unaotenda dhambi, unayotembea katika maovu hayo unayoyafanya yanakwenda kukutenganisha na Mungu. Na Mungu amekuumba ni kusudi umwabudu, na Mungu amekuumba ili umtumikie yeye, si kutenda dhambi, si kutenda mambo machafu yasiyomlingana, yasiyompendeza, yasiyomfurahisha, bali ni ya kumfurahisha, bali ni ya kumwelekea. Anatamani
utembee katika maisha mazuri, aweze kufurahishwa na wewe, aweze kufurahisha na wewe. Ndugu unaoisikia injili hii, imekuja kwako. Chagua moja, kama ni wa jehanamu au kwenda mbinguni. Ikiwa unataka kwenda mbinguni, ikiwa unatamani kumwona Mungu, ikiwa unataka kustarehe pamoja na Yesu, ndugu, lazima uache mabaya, lazima usiache dhambi, lazima uachane na mambo ya ajabu yasiyompendeza Mungu. Ndugu, umekuwa ni wenye matukano, umekuwa ni mwenye mateto, umekuwa ni mwenye kuwaumiza wenzako, kuwadidimiza wenzako, kuwasababishia walie, wakose ile amani, wakose ule uhuru wa kumjua Mungu na kumjua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini wewe unakuwa chanzo cha kuwarudisha ili kusudi wasiweze kumwona Mungu. Ndugu, hayo matendo unayoyafanya, ipo siku moja utayajibia, ipo siku moja utayajutia. Ikiwa inaonekana kwako uongo, kwako ni kitu cha kawaida, ikiwa unaona uzinzi kwako ni kitu cha kawaida, ikiwa unaona masengenyo kwako ni kitu cha kawaida, ndugu, jehanamu ipo. Jehanamu imeandaliwa kwa ajili ya watu watendao mabaya, kwa ajili ya watu watendao mambo yasiyomlingana Mungu. Achana na dhambi, achana na ulevi, achana na uzinzi, achana na uwaji, achana na ujambazi, achana na mambo ya kuwakandamiza wenzio. Utambue hayo mambo unayowakandamiza wenzio, unaua, unazini, unatenda vitu visivyompendeza Mungu. Tambua ya kwamba siku ya mwisho utajibia. Ndipo utakapokumbuka hii sauti inayokuambia siku hii ya leo. Ndipo utakapokumbuka, kuna siku nilisikia injili ikihubiriwa ya kunikataza, na ni katika hayo nimekatazwa mambo mengi. Nilikatazwa ulevi, nilikatazwa uzinzi, nimekatazwa uongo, nimekatazwa uwaji, nimekatazwa mateto. Lakini katika mateto haya niliyoyafanya ndiyo yaliyonisababisha niweze kuingia jehanamu. Ndugu, kabla hujafikia huko, kabla haujafikia hatua hii, kimbia uje umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye Mungu atakuokoa, yeye Mungu atakutengeneza, atahakikisha maisha yako unayoenda yanakuwa ni salama, yanakuwa mazuri. Matendo yako Mungu atayabadilisha, nyenendo yako Yesu atayabadilisha. Leo Yesu amekuja kwako ili aweze kukuokoa, ili Yesu akunasue na hayo maovu na hizo dhambi na hayo matendo yasiyomlingana Mungu. Ndugu yangu, utakuwa wapi? Utakuwa wapi? Unaishi
katika maisha ya anasa, unaishi katika njia zisizompendeza Mungu, ndugu, ikimbie dhambi, utafute ufalme wa Mungu, utafute uso wa Mungu. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Anatamani kukuokoa vile anavyotamani. Anatamani aone wewe useme kwamba leo, katika asubuhi ya leo, nataka nimpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ili yeye aweze kuingia ndani yako. Mpendwa, baba yangu, mama yangu, kaka yangu, taifa langu, tumrudie Mungu, tumwabudu Mungu, tumsikilize yeye, tusijihusishe na mambo mabaya yasiyomlingana Mungu wetu, kwa sababu Mungu ametuumba kusudi tumtumikie. Ametuumba tuishi katika yale mapenzi aliyotuamuru Yesu. Tutembee katika upendo, tutembee katika hali ya kuthaminiana, ya kwamba sisi tubebane, tuinuane pale tunapoona mwenzangu anaenda njia isiyo nzuri, tumgeuse, tuinuane ili kuujenga mwili wa Kristo, ili siku moja tuweze kumuona Mungu. Leo hii nimekuletea ujumbe huu. Mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili siku moja uweze kumlaki Mungu, uweze kumlaki mawinguni, uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu anakupenda. Ikiwa umesikiliza ujumbe huu tangu mwanzo nilivyoanza kukuletea ujumbe huu, unasema kwamba leo nataka nimpokee Yesu, nifuatishe maneno. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, nimekukosea, nimekutenda uovu. Leo ninakupokea Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu, ingia ndani yangu, niwe mtoto wako, niwe mtoto wako, uwe baba yangu. Yesu, asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunigeuza na kunipa maisha ya wokovu. Nipe kusimama katika wokovu, nisitikiswe na kitu chochote. Ulinzi wako uwe juu yangu siku zote za maisha yangu, hata siku ile utakapokuja unikute nikiwa tayari, katika jina la Yesu, amen. Umechukua uamuzi mzuri wa kumpokea Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki na kutakia wokovu mwema. Mtumikie Mungu kama hautotumika tena. Amen.